Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nawe nami nasi sote leo, sasa na hata milele. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari ya neno la Mungu inakujia kila siku ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Naitwa Zawadi Machibia. Hii ni sauti ya Rhapsody inayotoka katika Rhapsody of Realities, Rhapsody of Realities au Rhapsody ya uhakika. Leo basi ni Juni 6, 2025. Siku ya 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Ujumbe wetu leo unasema Bwana mhimili na mpaji wako. Bwana mhimili na mpaji wako. Neno letu la msingi liko katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 ambao unasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Oh, haleluya. Katika ufafanuzi, tafakari ya leo inasema, kama Wakristo, tunaposema Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yetu, ina maana zaidi ya yeye kuwa mwokozi wetu. Neno Bwana kwa Kiebrania na Kigiriki lina maana ile ile ambayo inajumuisha Bwana, mlezi, mpaji, mhimili, bosi na mwalimu. Yaani mkuu, anaposema neno inakuwa bosi, mkuu. Hiki ndicho kiini cha maana ya Yesu kuwa Bwana. Ina maana yeye ni mhimili wako, ni tegemeo lako, ni Bwana wako, ni mlezi wako, ni mpaji wako na mwalimu wako. Kama hili ni kweli na atukuzwe Mungu na tunamshukuru Mungu kwamba ni la kweli, basi inamaanisha kuwa yeye ana uwezo wa kutosha kukutunza. Huna haja ya kumsihi akutunze au kumsihi akupatie mahitaji yako huku ukiwa katika hali ya kuomba hivi na masononeko na taharuki, kana kwamba hayuko radhi kukufanyia hayo. Maombi ya namna hii yanaakisi kutokuelewa Yesu ni nani kama Bwana na mlezi au tegemeo lako. Yaani kutokuelewa nafasi ya Yesu Kristo kama Bwana na mlezi wako. Soma maneno yake katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 11 ambayo yanasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Tafakari hili kwa muda. Unapaswa kujifunza kumtumaini Bwana na kulitegemea neno lake tu. Litende neno lake. Mifumo ya dunia hii inashindwa. Katika siku za Yusufu, Biblia inaandika kwamba fedha ilikosa thamani, mfumuko wa bei ulikithiri na sarafu ikawa haina thamani. Lakini kati ya kushindwa huko, watu wa Mungu walipata ufanisi usio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu tumaini lao lilikuwa kwa Bwana. Tegemeo lao lilikuwa kwa Bwana. Bwana Yesu ana uwezo zaidi wa kukutegemeza katika kila msimu wa maisha. Soma katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 33 ambako anasisitiza thamani yako na kisha anakuambia nini ufanye na nini usifanye. Vivyo hivyo basi, tenda kulingana na neno lake leo. Maisha ya ushindi ni ya wale wanaotenda kulingana na neno la Mungu. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa kuwa Bwana wangu, muhimili wangu na tegemeo langu. Nakataa kuwa na wasiwasi juu ya jambo lolote, kwa sababu najua wewe ndiwe mlezi wangu, mpaji wangu, mwalimu wangu, chanzo changu na kimbilio langu.
Tumaini langu liko kwako, na ninatenda kazi katika ustawi usio wa kawaida kwa jinsi ninavyoishi kwa neno lako katika ushindi kila siku. Katika jina la Yesu, amina. Basi masomo zaidi kuhusu somo la leo tunayapata kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 25, Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 hadi wa 33, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 na kitabu cha Mwanzo sura ya 47 mstari wa 15. Bila shaka ujumbe wa leo umekubariki. Mungu siku zote anazungumza nasi kwa neema yake. Yesu Kristo ni tegemeo lako. Yesu Kristo ni mhimili wako. Anakupenda kuliko unavyojipenda. Basi usikilize ujumbe huu tena na tena na tena. Mungu atazidi kukubariki. Watumie na watu wengine. Na kama una ujumbe ama una ushuhuda ama unataka kuungana nasi katika kueneza injili ya Yesu Kristo, basi usisite kutuandikia kwa namba hii +255 766 444 996. Mungu wangu aliye hai akubariki.